mzee. Vipi bwana? Vipi dadi? Umepotea nini? Ndio mimi. Ndio mimi. Nimepotea na nimepatikana hapa. Umepitia wapi ndio ukajua hapa? Sio kuleta huko. Si unajua mimi ni mtu wako. Itakosaje kujua? Nafurahi kuona mambo lakini niko fiti kabisa. Unajiona nini hapa? Nilikuwa najaribu kuangalia hizi majezi nijue form ni gani. Unajua ni Beyond the Sport. Timu gani? Lazima kai ni timu gani sasa? Hii timu gani? Hizi sasa timu ikitaka jezi, hizi za wanachukua alafu haina mwenyewe. So hata anaweza chukua hapa hivi nyuma niandike Beyond the Sport. Unaweza chukua kadi. Beyond the Sport. So welcome guys, this is Beyond the Sport and today I'm with one sijui hata niekeje. Huyu jamaa ni legend, ni mzito, ni top scorer, titles ni mingi. Ni coach. Ni coach, ni mzazi. Sasa ndio tuanze tu hapo sasa. So karibu sana Beyond the Sport. His name Boniface Ambani. Kama unakumbuka Futa them days, huyu jamaa ndo alifunga mabao mengi sana kwa Kenya Premier League na mpaka leo hazijawahi vunjwa. Meaning he is the record holder of so many goals scored in the Premier League. 26 nikiwa Tusker. Ndio, nishasema. Sasa tuanzie wapi? Tuanzie historia yako kwa ufupi. Hata si mimi naweza sema mimi ni nani? Mimi najua tu okay, simple as that. Boniface Ambani. Simple man. Napenda venye uko modest lakini ati simple man. You're not a simple man. Tupatie background yako. Ulianzia wapi? Ulizaliwa wapi? Umekuwa wapi? Ukaenda chuo wapi? Hiyo yote tupatie. Hiyo kuzaliwa lazima kuna mzazi. Kwa hivyo wazazi wangu wanaitwa mzee anaitwa Ernest Ambani na mother anaitwa Josephine. Katika familia kubwa. Familia sister yangu mkubwa anaitwa Beatrice Ambani. Alafu kuna Red, saizi ni coach. Pia tumecheza naye ball FC Leopards. Red Ambani saizi ana coach Nakumatt. Alafu kuna ndugu yangu mdogo mwingine anaitwa Vincent. Yeye pia anacheza basketball, ulinzi. Alafu kuna Caroline Ambani. Alafu sasa sister yetu mdogo ule mwisho anaitwa Alexina Ambani. Captain nadhani. Kama umesikia jina kama hilo. Nimesikia. Anacheza handball. So ni familia ya wachezaji wote. Wana sport kila mahali. Wana sport kila mahali. Wewe ulienda chuo wapi? Kwa sababu umesoma shule nilikuja nikasoma Western. Nilisoma Shikondi Primary. Baadaye nikajiunga na chuo cha upili cha Makoko. Baadaye kidogo na Nyuki shule, alafu baadaye nikakuja nikaingia college. Rift Valley Institute of Science and Technology. Huko nilifanya accounts. So mimi ni accountant bwana boss. You are a certified accountant, public accountant, So baadaye kidogo katika nikiwa college ndo nikaanza kucheza ball kidogo. Lakini pia nikiwa mtoi niko nacheza. So niko nacheza kidogo lakini ile nalifunda mtaani. Wasa wananiambia boss unajua ball na nini, lakini sasa unajua nani, niko na mzazi mwingine anaitwa Josephine. Simba marara yule bwana. Nataka kujua. So akupendelea sana maneno ya sports. Lakini baadaye nilikuja college yani nikakuwa independent. Sasa hapa kuna mtu ananichunga. Sasa hapo ndo nilianza kucheza. Baadaye nikaingia Loret kidogo. Hapo penye nilikuwa nakaa kuna timu ilikuwa inaitwa Cereals. Nikasema wacha ni train kidogo na uone itakuwaje. Siku yangu ya kwanza zoezi coach akasema straight tick. Akansign tick. Na nikakuwa kwa timu. Hiyo weekend tulikuwa na game huko Kitale si watu. Nikapiga mabao kadhaa huko. Sasa hiyo timu hata sikuichezea sana. Ngoja. Hii ni game 1. Tunaongelea game 1 ulifunga. Game 1. Game 1. Ulifunga mabao ngapi? Nilifunga hat-trick. Hiyo game 1. Sasa hapo shika mkono. Hapo sasa ndio coach alikuwa anaitwa Ngoli. Mr. Ngoli. Alikuwa na coach team Cereals. Sasa hapo akasema kijana straight. So nikakuwa hivyo ndio jina kidogo tukaanza. Nadhani kila game nilikuwa nafunga. Hata sikucheza miezi 6 kwa hiyo timu. Ukatoka hapo. Rivertex. Wakakuja bwana. Kijana, you need your services. So Rivertex walikuja, Kenya Breweries walikuja, lakini baadaye nikaangalia Kenya Breweries team kubwa, mimi bado mdogo. So for Rivertex ulikuwa miaka ngapi? Rivertex pia hata sikukaa. Season na ulikuwa ule mtu wa kwa mama. Siko vitu zilikuwa nafanya, sasa kila timu inataka bwana. Sasa niko Rivertex ndio hiyo. Shabana imekuja, Zoya imekuja, KCC, Chemelil, kila mtu anataka. Kila mtu bwana. So baadaye nikapiga hesabu nikaona hiyo wakati kidogo pia nilikuwa nimetoa national team. So nikaona experience tayari niko nayo.
nikaona iko poa na nini. Nikaamua wacha sasa tuingie big stage. FC bana, FC Leopards, timu kubwa wakakuja. Ni timu kubwa, hiyo sikatai, timu kubwa kabisa. Akakuja bana, akaniambia boss kijana, weka vitu zingine kando, sisi na wewe. So chairman Chaonyo alikuja mwenyewe Loret, hapo sasa ndio nikaona uzito hapo. Hiyo decision ilikuwa rahisi ya jamaa ngumu aje wewe kwenda FC? Decision uzuri sikuwa nauliza mtu, mimi mwenyewe nilikuwa naangalia, mimi decision zangu mimi mwenyewe nilikuwa naweka. Kwa hivyo nilijua tayari kitu nilipa motisha ya kuingia FC tayari nilikuwa nacheza national team. So nikiangalia national team Harambee Stars tayari a bigger stage kuliko pia FC Leopards. So nikaona FC naweza. Ngaje ile pressure fans pia nilikuwa najua ipo. Kwa sababu ni timu nilikuwa nimekutana nayo on several occasions na nilikuwa nawaweka tu. So akaona hapana. Kijana afadhali ile side nyingine hapo. So hapo ndo nilikuja nikaingia FC Leopards 98. Na hiyo 98 bado Fred bro alikuwa top scorer. Na mimi nikakuwa second top scorer. Alishinda namba 1 peke yake. Na mpaka najaribu mimi utafutie bao penye ilipotelea lakini Mali ilipotelea hapa lakini yeye ndio alikuwa top scorer. Na hiyo ndio time tulichukua ligi FC Leopards. Mpaka sasa hivi miaka ngapi hizo? Karibu more than 17 years FC hajachukua ligi tena. So for more than 17 years FC Leopards hajachukua ligi. Lakini after hiyo mwaka ulimalizia career yako Leopards ama uliendelea? Hapana, after hiyo mwaka kidogo nilikuwa mgonjwa kidogo katika nilikuwa na national team. Ile kusafiri nini weather ikakuja ikani affect kidogo. So 98 kucheza baada ya kuchukua ligi na FC Leopards. 98 99 kucheza. Nilikuwa nimekuwa sick kidogo, nikakuja nikapumua kidogo nikatulia. Baada ya miezi 7-8 hivi nikarejea uwanjani. Lakini sasa kurejea nikaenda Syrian ilikuwa timu ndogo, lakini niliamua niende. Nilikuwa nataka pia niweke kwa map ya Kenya. Na ukweli vile iko, wewe unajua tu. Syrian tukachukua ligi bana 2001, alafu 2002, 2003 kakuja kavunjwa. Kuvunjwa hakuna kitu, hakuna namna, ikabidi tena niondoke tena. Ikabidi niingie Pipeline. Sasa hiyo nilikuwa mara yangu ya kwanza sasa kwenda professional. Professional sasa umetoka Kenya. Nimetoka Kenya. Na tukiongelea professional, unajua sitaki mguu zako zichoke. You have professional legs. Labda tukae pale na unakula bench pale. Tumefika hapo sasa. Ndugu yangu. Hapa itaweza. Hatufai kuchokesha magoti. Ulishachoka kucheza mpira. Hatufai kuchoka. Simama. Niambie ndugu yangu. So tulikuwa Oman. Oman ilikuwaje? Tough. Lakini ndio ilikuwa my first professional stint Oman. Ilikuwa quite tough. Nilikuwa napata conditions za huko, weather conditions za huko na Kenya tofauti sana. Ni desert, as a kind of a desert. So ilikuwa town fulani inaitwa Salala, the Far Club. Then kidogo nikajoin Al Hilal. And then pressure, performance kutoka kwangu kama mchezaji ilikuwa noma, lakini uzuri tayari nilikuwa nishajiweka kwa hizo labda hizo mikakati, nikajua hapa niliingia nikajua nini kweli wale wasao wanahitaji, kwa sababu ndio wanataka striker, wanataka kazi, lazima ufanye kazi, lazima. So ilikuwa tough, lakini niliweza kumanage nijome. In terms of culture, in terms of food, in terms of language barrier. Language barrier ilikuwa issue kidogo. Ulikuwa unapata wao wengi wanaongea Kiarabu. Mimi sifahamu Kiarabu. Kweli. Tunapata coach akifanya vitu zake zote ni Kiarabu. Lakini at the end of the day football unajua nini? Ni ngozi. So kazi yako nakaa tu chini unaangalia kitu unafanya ya kwanza in training. Unangoja kwanza afanye practical yenye si ameeleza kwa Kiarabu, sasa unangoja kwanza afanye na ule mwingine akishapata tayari unajua nini afanye. So hivyo ilikuwa challenging, lakini niliweza kumanage. Culture unajua ni Arabu, mimi ni Mkristo. Ndio hiyo sasa. Mimi ni Mkristo. So unapata kwa hiyo nini town ilikuwa Salala. Hakuna pale popote kuna Mkristo wala nini. So nikujiombea wewe mwenyewe kwa nyumba. Baada ya miezi 6 kisha nikamwacha rudi tena nyumbani kidogo. Ben, nikuulize, si mkompeleka hizi nini? Ama mlideliver mabadi? Sawa, nilikuwa nimeandika invoice lakini angalia delivery na nafanya maandiko. So hivyo ndio ilikuwa. Nikakuwa mzee ni mo. Lakini nilikuja nikarejea home kidogo. Tena nikarudi kidogo kwa ligi yetu ya Kenya.
nikaingia nikarudi Pipeline, lakini sikukaa tena sana, nikajoin Tusker. Wewe ulikuwa ule msee, as in unakuja dakika 2 kwa hii club, ushapata. Nikisha achieve kitu nataka ni hivyo. Achievement yangu ilikuwa nikishakuwa top scorer, labda nimewin kitu na hiyo club, then next journeyman, then also second. Hiyo time footballers unajua unaangalia mfuko. So kama kuna team inakupigia offer poa, yani nika kwa hiyo team nyingine unaangalia offer. So baadaye nikaingia Tusker. Tusker kidogo nikaipiga, hapo nilimaliza top scorer. Rekodi yenyewe haijavunja, labda wewe uvunje na uchezi. #KTN Life and Style, #Beyond the Sport. What do you think about this phenomenal being called Boniface Ambani? He's the top scorer. Actually, the top scorer up to date with 26 goals which have never been broken in the Kenya Premier League. Tuambie kuhusu hiyo season ya Tusker sasa. Yeye alifunga hizo mabao 26. Ilikuwaje? Nini ilikuwa motivation behind it? Motivation I think ilikuwa ni coach Ghost Mulee. Kwanza nilisainiwa na Dino Kitavi, yeye ndiye alinisign. Yeah. So vile Ghost alikuja akakuwa na challenge, ikakuwa challenge kwamba he wants to shop for more strikers, yeah. Yeah, lakini sasa ndio alikuwa amekuja. So nikaona he'll not show for more strikers, you are here. You are here, you are here to show them. Here to show him that he's not going to show for any striker. True. So ilikuwa motivation. Mabao nikapiga, ni kitu nimeshazoea. Si ilikuwa mara yangu ya kwanza. Australian tayari nilikuwa nimemaliza nikiwa top scorer. Nikichezea Rivertex nilikuwa pia top scorer. Nikichezea FC nilikuwa second top scorer. Hiyo serials tayari pia mimi nilikuwa top scorer kwa hiyo team. So kwangu it's natural kufunga ile. You're a natural striker. Yeah, I'm just a natural striker. So hiyo season nilipiga bao 26. Ndio I think the inception ya Premier League ya Kenya ilikuwa. Yeah. So ni record bali inasimama. Inasimama Kenya. After Tusker ulienda wapi? After Tusker unajua kuna agents wako kila pahali wanatafuta wachezaji na I'm sure strikers ni hot kick. Yeah. So kitu ilifanyika, kuna agent alikam immediately anipeleka Vietnam. Yeah. Kwenda Vietnam na kuna pia agent mwingine alikuwa on my toes again. Kazi ya tulia Vietnam akanisnap. Akanipeleka India. India nikaenda East Bengal. And then uzuri mimi siko na choose tena kucheza. Bora mchagua jembe si mkulima. Mchagua jembe si mkulima. So wewe jembe yako ilikuwa hii mpira na ulifuata popote mpira, nikasema penye nitaenda. So India nikaenda nilikuwa East Bengal. I think kwa hiyo nilimaliza third top scorer kwa hiyo ligi. And second nilikuwa nimeenda second leg. Unaona. So kidogo nikachezea East Bengal. Hatukuelewana nao upande wa kurenew contract. Nikasign Salgoka. India. Yeah. Nikapiga season moja tena Salgoka. Hiyo season nikakuwa second top scorer. So kurudi hivi Kenya, I think nilikuwa nimejua national team. Na pia season nilikuwa nimekatika. So kidogo familia, unajua nilikuwa mbali kidogo na familia yangu. Kweli kabisa. Mimi mzazi bwana. Nilikuwa mbali kidogo na familia. Kidogo Yanga wakakuja. Young Africans. Nikaona Yanga ni hapa Tanzania, ni karibu na nyumbani. So ilikuwa kwako basically ilikuwa one season one club. Yeah, mimi so long as much kitu nataka. Ulimaliza hii career yako wapi after Yanga? After Yanga nilikuwa top scorer tena Yanga. Si Yanga pekee yake top scorer ligi ya Tanzania. Yeah, I think 2009 2010 nilikuwa top scorer. Hiyo the next season nikakuwa second top scorer again. Yeah. So hapo nikaenda Orlando Pirates. Lakini Orlando sikukaa kwa sababu hiyo sasa vile nimekuambia. Agents bana, agents ndio ukiwaka na agents na watu wengine wako hapa wako mbioni kutafuta. Kweli. Wako mbioni anakutafutia pia anajitafutia. Kweli kabisa. So ukipata club pia unaangalia. So hata Orlando Pirates South Africa sikukaa sana. Yeah. I think kidogo tulikuwa tumeingia tu trials, lakini kidogo naye pia same agent alikuwa anacheza club nyingine China. So akaniambia Ambani bana, forget about Orlando Pirates. China is calling. Unajua sasa tuko kwa hiyo era ya Chinese are calling. Kila mahali tumeona akina Oscar, vijana wadogo wanaenda China, unaona? So wewe ndio ulianzisha, wewe ndio tumeenda pioneer wacha. Huko ilikuwa
Sasa ilikuwa poa, lakini sasa kama kawaida tena China ile culture shock tena. Vitu kama hizo nini, unajua China unafika hivi. Nilikuwa na Jamal Mohamed kwanza tulikuwa tumeenda trials. Hapo sasa ndio tumefika. Klabu mambo 2-3 kidogo sema wacha tuende sokoni tukatafute chakula. Kweli kabisa. Sasa kufika soko tukaona madogi zimechinjwa. Wapatana na snail pale zinatembea. Ndugu yangu, sasa hiyo maisha gani sasa hii? Na lazima ukule. Hapana bana. Wajazia kula umbwa bana, kulaje umbwa. Maisha ikakuwa ni ngumu. Lakini sasa kidogo tukaanza kuadjust. Tukaanza kutafuta zile soko kidogo zile tunajua kwamba unaweza pata kitu unataka. Kweli kabisa. Yeah. Unaweza kitu unataka. So baadaye nikakuja katulia. China nilikuja nikatulia. Nikakuja katulia kidogo. Bayo nilipata injury bana. Bana. Just into the first month. Nikapata injury. So hiyo injury ilikuwa Achilles tendon. Yeah. Achilles tendon sasa it took me a long time to heal. So baadaye nikaamua let me do my own thing. Ukipia mkono mpira. Yeah, nikarudi nyumbani kidogo kuangalia familia nini. Yeah. And then baadaye nikasema nilikuja nikapona. Lakini wakati ndio kidogo napona na nilikuwa nishaingia kwa biashara. So unaona. Uko na biashara ina pesa sana zaidi kuliko hata sikuwa na biashara iko na pesa sana kuliko nini. Hapo sasa niliangalia life, sababu unajua kwa hii dunia hata nikicheza hata mchezaji yote acheze kuna life after football. Kweli kabisa. Yeah. Na hiyo ndio refu sana kuliko maisha mengine yoyote ya mchezaji. Umetuambia wewe you're a family man. Wife ulijuana na wife lini? Na hii time yote ukiruka huku kucheza ball ilikuwaje? How easy or how tough was it for the family? Haikuwa hapo pia sema. Wewe tulipatana kwa mpira tu yetu. Ilikuwa camp, wife yangu alikuwa anafanya job Mabalak. Alikuwa waitress ya Mabalak. Na hiyo time Harambee Stars tulikuwa tumecamp hapo. So nikaona vile ana serve na nini na ana serve kwa nyumba. Nikaona yeye anaweza serve vizuri kwa nyumba. Display nini nikaona ni wife material wala. Inaweza. Na ikakuwa. So how many kids do you have? 3 kids. Wow. Kijana wangu wa kwanza kwa form 2 Chavakali High School. My brother is also there. At Chavakali High School. Oh, wonderful. Labda tutapatana huko visiting day. Yeye ni anacheza basketball. But even my brother plays basketball. So probably tukikaa chini utapata wanajuana ni my best friend. Alafu anaitwa Dante. Ndio kwa first born anaitwa Dante, alafu kuna Chantal. Ako Loresho Primary School Standard 6. Alafu sasa kuna Nigel. Hiyo ndio last. Huyo sasa ndio last born hapa Kiba Academy. Matokeo ya retirement. Na matokeo ya bas. So how challenging was it as in ukitoka uende kucheza ball nje abroad for your family? Yeah, quite and tough. Even for you. It's quite tough hata kwangu, lakini ni maisha kidogo vile nilikwambia, nilikuwa natafuta at least mtu mwenye anaelewa kwamba nitakuwa na sitakuwa. Nitakuwa sitakuwa. Kama kuna siku alinipigia simu madama yeye mwenyewe mgonjwa, watu hiyo wagonjwa wote nini na ana maid nini kwa nyumba alone. Ilibidi mazeni nianze kupigia ma sisters wangu simu. Kimbieni bana. Hii sijui nini akatoka. Kweli kapata kweli walikuwa mbaya, lakini uzuri tulia situation hili because walikuwa wamelemewa, lakini at least kitu nilifanya ni wakanirest assured kila kitu kiko poa. So uzuri pia nimepata support kutoka kwa ma sister, ma bro, mother, buda nini. So in terms of kusaidia familia. Chakula gani unapenda haswa? Kwa sababu umetravel, unaona? Wewe yani hata sasa siwezi sema ni Tanzania, siwezi sema ni Oman. Umetravel hizi countries zote. Sana. Umekula chakula vingi. Ulipata culture shock ya umbwa pale China. Hiyo yote. Lakini chakula gani yenyewe inakubamba pale? Chapo. Chapo. Hata wewe unajua, kwa menu lazima kula chapati hivi,
kwa wiki mara moja ama mbili si mbaya. Chapati dondo, chapati nyama, kuku Zote mimi bora tu chapati bora mchuzi yote je. Bora mchuzi yetu kuja nayo. Uko sawa kabisa. Niko sawa kabisa nayo. Muziki? Useme. Unitoe kwa rumba bana ndugu yangu. Haya. Wewe ni huyo? Ya. Rumba, muziki zingine ni zenyu. #KTN Life and Style, #Beyond the Sport. This is Boniface Zambani. He played for the national team and various football clubs. Tell us, what do you think about this guy? Keep tweeting, #KTN Life and Style, #Beyond the Sport. My Twitter handle is @Tsuma_Brian. Yako unapatikana wapi? Boniface Zambani. Kila mahali. Facebook, kila mahali, Facebook nini? Twitter, Instagram. Boniface Zambani. So, there you have it. Mfuate ujue mengi sana kumhusu. Boni. Ibiz ulianza lini? Juu unajua hiyo ni kitu crucial sana kwa sababu unapata juzi tumekuwa na situation whereby Joe Kadenge ana summon president, anataka president aje kwake amuone kwa sababu ana feel ni kama government imemneglect. Wewe kwako personally umecheza e-ball, umesharetire. Nini ilikuchangamsha kuanzisha hii business? Juu tumeona vitu mingi sana. Tumesikia serikali saidia sana. Nini ilikuchangamsha ukasema ni hivi? Unajua naweza kuambia kwamba hiyo time nikicheza ball tayari kuna wachezaji walikuwa wamecheza mbele yetu, si ndio? Na tayari nilikuwa naona maisha pia wanapitia. So unapata sisi shida ya wachezaji ni moja. Tunapenda raha mingi sana. Sana. And then hata save hatufikiri kama tunaweza save for the future. Kwa sababu wachezaji wengi wajuangi kwamba maisha ya football at 30, 35 kweli imekatika. Na kuanzia hapo kuna maisha ya kuendelea pia mbele. Na familia hapo sasa ndio iko. Watoto wako, si wewe peke yako. Ndio majukumu yamekuwa mengi sana. So nilikuja nikaangalia wale wachezaji walicheza mbele yetu. Nilikuwa naona vile walikuwa na struggle na life baada ya football. Nikasema ningependa jambo kama hilo linitokee mimi. So the little I used to get, I used to save. And thinking kwamba kuna biz lazima ni I just have to do something, kwa sababu you try to imagine umemaliza soka at 35 years. Sasa unataka kuanza kurudi unataka kuanza kutafuta kazi. Hawezi. Kuna vijana hapa wa miaka 20 wanataka hiyo kazi. And then kampuni ataangalia nitapea mtu wa 35 ama 40 years job ama nitapea kijana wa 18, 20 years job, kwa sababu hiyo time hata hiyo vijana anaweza fanya kazi zingine nyingi sana kuliko wewe. And then your time kwa sababu sisi ni watu shazoea ni kwa uwanja. So sina time ya kuanza kufikiria kwenda kwa ofisi ya mtu na nataka kufanya kazi. So nikaangalia nikapiga hesabu nikaona hapana, no way, I have to do something. The little I used to get, nikasema I have to invest. So vile nilikuja nikaanza ball nikafikiria what is the first thing I can do. Nikuja nikaangalia nikaona hapana, let me go something just told me ingia kwa busy sports. So nikakuja najua hizi vitu. Already najua hizi vitu. And then nilikuwa naangalia around Kenya hiyo time yote nikikuja. Hiyo time hata nikicheza ball huko nje nilikuwa naangalia hizo shop za sports huko, naangalia Kenya. Naona hata hatuko karibu. Hatukaribia hata karibu. And then quality ya vitu zile zinauzwa huko na hapa Kenya ikakuwa tofauti sana. So I came in with quality. Uniform, I think uniform ya kwanza niliuzia Sofapaka. Nilikuja na jersey set moja. Nicheza tu nikapelekea president wa Sofapaka akamwambia bwana boss, jersey hapa. Chukua nataka pesa. Shilingi ngapi? Akanipa pesa cash. Hapo busy cash. Ilikuwa jackpot yako, hiyo ndio sport pesa yako. Hapo ndio sport pesa. Nikaona haya boss, nikaangalia dola ilikuwa amenipa pesa nzuri. Nikaamua sasa nikaingia kwa hiyo line. So immediately kidogo hizo jezi vile ziliingia kwa market. Kila mtu akaanza kuuliza, bana hizi jezi kali zimetoka wapi? Kidogo marifas tu ambani football ikakuwa ni easy pia kwangu kwa sababu hiyo time nicheza ball kila mtu ananijua. So na kila mtu anajua ambani hawezi kuwa straight kitu fulani ambani hawezi kuangusha. So and then najua kila kitu in sports and then nitakwambia hii ni mbo, hii ni origin nini. So kwa sababu ni vitu nimeelewa, ni busy yenyewe naelewa. So hii busy yako ni peke yake ama kuna kadhaa? By the way, nilianzia LD. Niko na shop Eldoret. Vile nilianza biz ilikuwa kidogo challenging kuanza biz Nairobi.
sababu kuna hizo Goodwill shops Nairobi, they are quite expensive. Naenda naanza biz, so ilikuwa quite challenging. So unapata shop yangu ya kwanza nilianza na LD, kwa sababu kwanza biz LD ilikuwa quite cheap, ingawaje 90% of my clients walikuwa Nairobi. So nilikuwa na shuttle kila saa, just on the way out lazima niende LD nikaprint majezi nirudishie klabu nini hivyo. That's when nikapata breakthrough kidogo Nairobi. So baada ya kubuild, nilianza I think business nilianza 2011 hapo. 2011, 6 years down the line. 2011. Utasema business imekuaje na ni club ngapi ambazo wewe usupply hizi majezi? Business tricky, it's very tricky affair, but lazima kuwe discipline, patience, lazima kuwe nayo tena sana. Kwa sababu unapata mtu anafungua biashara leo anataka labda in the next maybe 2-3 months akishaanza kuona matunda. No, it doesn't happen like that. Lazima ukuwe very very patient. Sasa nakumbuka nikifungua shop LD, hakuna mtu mwenye anajua kwamba umefungua duka. So ni wewe mwenyewe. So by the time watu wanakuja kujua ni miezi karibu 7-8. So try to imagine miezi 7-8 wewe unalipanga tu shop na again unalipa wafanyakazi na nini unalipa rent kila kitu. So tricky, lakini lazima uwe very patient. Bila patience kesho utafungua biashara utakuwa mafungo. Nataka uangalie kamera. Uambie wasi shop yako LD iko wapi na shop yako Nairobi iko wapi? Under a minute. Angalia kamera. Shop yangu LD iko Zion Mall Eldoret. Pale Zion Mall. Chini basement. Na shop yangu Nairobi iko Tom Mboya Street, Star Mall. That floor. There you have it. #KTN Lifestyle, #Beyond the Sport. We are with the one and only Boniface Ambani. Kasi yeye hakuna mwingine, yeye ndo mzito kidogo mwenyewe. Hizo majina zote unaweza mmwagia zote ni zake. Boni, tukimalizia. Kenya football, in terms of football, unaweza rank game yetu wapi? Kenya football, in terms of football, naweza sema kwamba saizi tunaweza sema kwamba labda tumeanza kuileta kidogo juu tumeanza kidogo kuileta juu kidogo. Lakini kulingana na vile watu wana management, I think the problem with Kenyan football, we have very good footballers, very very good footballers, excellent, but now the problem ni management yetu. Kwa sababu nitakwambia nikienda China nilienda trials hiyo team ilikuwa trials, walikuwa wanataka striker mmoja na striker wawili, mmoja ametoka Nigeria, mwingine ametoka Ivory Coast, mwingine alikuwa ametoka Finland na mwingine alikuwa ametoka Ghana na mimi. So tuko kama striker wa 6 na nataka mmoja peke yake, but hiyo team baadaye ilikuja kachoose mimi. Kenya huwezi place popote na hizo nations, footballing nations zile nimekutajia. Lakini sasa wale watu to let down ni management, officials wetu ndio wana let down, na siku ile kwa officials wetu they'll think about the player. Hapo sasa ndio boli yetu itarudi penye nafaa kuwa, sababu unapata labda resources, funds na nini, 70% zinaenda kwa management, only 30% zinaenda kwa game. It's very wrong. It should be the other way around. Grounds zijengwe, kwa sababu gani sisi hatuwezi host Africa Cup of Nations? Why? Hata ile CHAN peke yake hatuwezi host. Why? Hatuna viwanja. Lakini tukiinvest hizo grounds, definitely I'm sure ball yetu itaenda juu sana. Umeleta point mzuri sana hapa, tukimalizia kuhusu CHAN, hatuwezi host CHAN. Na tulipatiwa opportunity ya kuhost CHAN. This year we'll be hosting CHAN. How prepared is Kenya? No, we are not prepared. We are not, unless watajenga grounds kuanzia leo ama washaanza kujenga. Lakini unajua, talking of kujenga grounds ni kitu ngumu sana kwa sababu hata Jubilee wameshinda kujenga. The only way out to develop football, naweza kuambia through hizo grounds, sababu watu wanasema kama saizi watu wanapiga kelele ati China. Boss, enda China kwanza, uangalie club facilities zenye hiyo club iko nazo, ndio utajua. Unafikiria kama wachezaji kama kina Oscar, kina Tevez, kina nani, wasi wakienda huko, huyo mtu kitu ya kwanza anafanya anaenda kuangalia facilities za club. How is the club? Facilities zake ziko aje? Akienda kuangalia anapata ziko poa, sign. Unaelewa? Lakini sasa Kenya hata CHAN yenyewe so kwanza aje CHAN. Grounds zenyewe tuko nazo peke yake, labda naweza kuambia ni Nyayo na Kasarani. Only 2 grounds, zile najua zinaweza host CHAN. Surface kucheza,
Nyayo pia inakuanga pia ni issue kidogo. So tunabaki na Kasarani peke yake. Na Kasarani pia peke yake kuna wasee pia kuja kwa access ground pia zingine tunakwambia haitoshi. Haiko kwa style. So we are looking at to labda Mumias atawala watapeleka game Mumias ama wapeleke game Kisumu hatuwezi peleka kwa sababu ground ni tough. Ni artificial tough. Hatuwezi cheza kwa artificial tough. Rules za CAF na nini. Hawezi peleka game kwa artificial tough. Kweli kabisa. Yeah. Na sisi kwa sababu gani bila artificial tough Kenya? Weather conditions zetu zina favor nyasi. Lakini tunataka carpet. So kwa sababu tunataka carpet, tunataka shortcuts, yeah. So kila kitu Kenya ni watu wanataka shortcuts. Hakuna mtu mwenye anataka kuinvest, hakuna mtu mwenye anataka kufikiria kuhusu ball, kuhusu player. You know, when you start thinking about the player, then ball yetu itaenda juu. Lakini officials wanajifikiria wao wenyewe. What's your last comment ama what's your last word to anybody who's watching? My last word to anybody who's watching, naweza sema kwamba players, please, always, the little you have, anytime, any minute, try to invest, try to save, because you never know. Simu yako inataka kuleta madharau. Simu yangu inataka kuleta madharau katikati ya kazi yako. Lakini sawa, wacha ni watu wanatafuta vitu labda. Mafans pia. Kila mtu #KTN Life in Style, #Beyond the Sport. That's what we had for you for today. Cause ningeenda wapi kwingine? Nimeipata yote hapa. Kidogo mwenyewe ashakwambia, lakini kabla sija sign off. Uliniambia umetoka kula kisembe mahali. Umenikatisia boss, nilikuwa unasema twende tuimalizie ni. Sasa poa. Usiende tukulie sembe, lakini guys, that's what we had for you for today on Beyond the Sport. Till next time. Cheers.